Ni shamra na vaibu la vijana katika kuadhimisha sikukuu yao usharika tarajali wa Mlimani, jimbo teule la Arusha Kati, Dayosisi ya Kaskazini Kati, ambapo ibada imepambwa na matukio kadha wa kadha ikiwemo maigizo, semina ya vijana pamoja na hafla fupi iliyoambatana na changizo la kutunisha mfuko wa idara ya vijana. Hii ni Mafie Online TV. Malezi haya kidi kwa sababu sana tunaangalia juu ya matendo. Inawezekana kweli kuna malezi kule nyumbani, ile inawezekana katika kwamba kulelewa, lakini kwa sababu ya mazingira ya sasa inawezekana wengi wao kwa sababu ya mazingira yanawashinda. Tunajua kwamba sawa, neno la Mungu halibadiliki, liko pale pale, lakini mazingira yanabadilika. Kwa hiyo kufuata mazingira ambayo yamebadilika, mara nyingi unakuta wengi wameshindwa kukidhi yale mahitaji, yani kukidhi yale yaliyotakiwa hata na jamii walio wengi. Kwa sababu ya mazingira yenyewe, kumekuwa na hata hii mitandao. Wakati mwingine mitandao hii unakuta ndio imekuwa kama mwalimu, na unakuta mitandao mingi yanapotosha, kuna ambayo inapotosha vijana. Sasa kama ambao hajasimama mwenyewe, na pia sawa wazazi pia kushirikiana kwa pamoja, lakini kama ukiachia tu mmoja inakuwa kweli ni ngumu. Lakini zaidi inatakiwa pia kila mtu asisimame kwa nguvu zake, kwa jinsi ambavyo amekuwa na malezi tangu. Wewe waulize, hivi kwa nini tunamsumbua mwinjilisti? Watoto wanakuja hapa hata amri 10 za Mungu hawazifahamu. Kwa nini tunasumbua watumishi? Kwani hili zoezi la kufundisha ni la nani? Halo, kitabu chako cha nyimbo kule nyuma kuna katekismo ndogo. Kule nyuma kuna katekismo ndogo ya Martin Luther. Na ile katekismo inasema hivi kwenye zile amri 10. Umefika hapo? Inasema na mzazi, kama sio baba au mama, ni mkuu wa familia, afundishe wote walioko ndani ya familia ile pamoja na watoto wake, akisema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako. Asifanye hivyo mara kwa mara. Swala la amri 10 za Mungu tunamwachia Francisco, tunamwachia mchungaji, tunamwachia mwalimu wa Sunday school. Ni jukumu la mzazi. Mazuri yanaanzia kwako mzazi. Unatuona sisi hapa tunalipenda kanisa, kule tumelelewa vyema sana. Na mimi nakumbukumbu sana na mamangu alikuwa akinichapa sana. Ilifika wakati nilitamani kumchukia, kumbe alikuwa ananitengeneza niwe leo hapa. Niko natumika hapa Arusha. Kwa kweli namtukuza Mungu. Sasa nimesimama hapa kwa ajili ya kwako wewe kijana na mzazi. Kama idara hii ya vijana tumekuwa na huduma nyingi tunazifanya. Sasa kuna wakati zinatutia ugumu kutokufikisha huduma vizuri kwenye maeneo ambayo tumepanga kufikisha huduma hii. Leo tumeona kama vijana tusupport tuweze kujenga mfuko wa vijana ambao utatusaidia sisi tukitaka kwenda umasaini tusiende kubisha hodi kwa mchungaji tena. Maana tumekuwa ukikosa utulivu ujanani unauza maisha yako. Ukikosa utulivu ujanani unauza thamani yako. Kwa hiyo nataka nikwambie nini kijana wa Yesu? Ukicheza kwenye eneo linaitwa ujana, ukikosa utulivu ujanani, maamuzi utakuwa unayafanya ni mabovu. Ukikosa utulivu ujanani, kuifikia kesho yako ni kazi ngumu. Ukikosa utulivu ujanani, kufikia malengo yako ni kazi ngumu. Sasa kinachotokea ni nini? Kuna sehemu ambazo shetani anagusa kwenye maisha ya vijana. Kuna sehemu ambazo shetani anazipapasa, unakosa utulivu. Sehemu ya kwanza ambayo kijana ukikosa utulivu unaiuza kesho yako ni sehemu ya moyo. Ni sehemu ya nini?
Ngome